Niambie mpenzi wangu. Afadhali nimekuona. Maana kule nyumbani sipata hata muda kuongea na wewe. Haya niambie bwana wewe. Kwa nini umenigeuka? Kulikoni? Sija kugeuka mpenzi wangu jamani. Sikiliza mpenzi wangu. Wewe umefanya haraka. Wewe unataka kumchukua mtu mapema tu. Kweli? Mtu unatakiwa unamtafuna taratibu, sio unamtafuna mpaka mifupa yote inaisha. Sikiliza nikwambie. Mipango yote tulipanga mimi na wewe. Si unanielewa? Haya iweje leo wewe unigeuke? Unamchukuaje unampeleka huko ulikompeleka? Sasa sikiliza bwana wewe. Nataka huko ulikompeleka naomba umrudishe haraka sana. Sawa? Yule anatakiwa huko. Mimi nilishakula vitu vya watu huko. Na yeye anatakiwa kule nitoe na mimi nyama yangu. Wananisumbua na nilishakwambia kila kitu. Hanini usijua wewe? Na kicho kufanya kielele cha kwenda kumtoa hospitali ukampeleka huko ukompeleka, umempeleka wapi? Namtaka arudi. Sikiliza mpenzi wangu. Mimi najua hilo jambo lote tumelipanga, lakini sio kiharaka hivyo. Sio unamtafuna mapema na mnaimwache kidogo umiomie taratibu mpaka mwisho wa siku aondoke. Kwa hiyo unanigeuka, si ndio? Tulishakubaliana mimi na wewe. Si umenielewa? Sijui kama ni mpenzi kama ni nini. Wewe mbona unatosha? Wewe si ni mpenzi wangu na unatosha? Acha yule aende zake. Sawa? Tunataka tumtoe yule. Tena haraka sana. Kwa hiyo huko ulikompeleka, nataka arudi hapa. Tena arudi haraka sana. Yule anahitajika huko. Mimi nasumbuliwa. Si unanielewa? Nimekuelewa mpenzi wangu. Sijui unanielewa? Nimekuelewa. Yaani usio na wasiwasi mpenzi wangu. Yaani nitamleta. Yaani muda wote mimi namleta. Mimi siko kwenye masiara na sicheke. Yule arudi ulikompeleka huko. Arudi. Basi na tuko ndani ya makubaliano. Nimekuelewa mpenzi wangu jamani. Mungu wangu we. Shani, umepatwa na nini? Nimemkuta binti yetu kwenye jumba analia. Nahisi kuna jambo limemtokea. Haiwezekani mtu mzima akakaa pale kwenye mjumba analia. Ni kweli, na hiyo ndio maana halisi neno jirani. Nawashukuru kwa msaada wenu. Nitalifuatia hilo jambo kwa kina ili nijue nini kilichotokea. Baada ya hapo tutashirikishana. Asanteni sana. Haya, asante, tunaenda. Shukrani. Mjomba baadaye. Asante. Kama nilivyokuambia mdogo wangu, hapa nimemtimua. Safi kabisa. Yaani umefanya vizuri. Mbona? Hatuwezi tukakaa na kigalagosti kama kile. Mimi nashangaa kwa nini atupe shida? Alafu na ninavyokujua wewe. Yaani kaingia kwenye mdomo wa mamba. Yaani umefanya vizuri sana kaka. Safi sana. Yaani ninachotaka nikwambie, yule kweli tumechangia baba. Lakini hizi nyumba mimi ninachokihitaji ndio azione kama kaburi au tanuri la moto au kituo cha polisi. Ukiingia kuna sababu ya msingi. Na ninachokwambia kaka sasa. Ndio. Wewe kuwa makini. Sio mimi peke yangu mdogo wangu, hata wewe. Yaani katika maisha tulioishi sisi inabidi tushirikiane mimi na wewe. Umeona hiyo?
Ila mimi ninachokuambia kakaangu, ndio tuwe na msimamo huu. Wewe ungejua ule moto niliompelekea kule, ndio usingesema. Safi sana. Nimefanya kama vile mimi nakukubali sana bwana. Yaani mdogo wangu ukisikia wanaume ndio huo. Na tunatakiwa tuishi hivi. Hawezi mtoto wa kike atupeleke sisi. Basi bwana kaka, mimi basi haina shida ndugu yangu, nisalimie shemeji na wanangu. Basi sawa. Sasa Jumapili bwana, mwambie shemeji nitawatembelea hapa. Bibi. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu juu ya kupona kwangu. Yaani pia nashukuru Mwenyezi Mungu nimepona ili kupambana nilipe deni ambalo nimewaahidi wale wazee. Hata mimi pia tukilipa ile deni, mimi pia ndashukuru mjukuu wangu. Kwa sababu mimi sina la mjukuu wangu. Mimi nahisi sina raha zaidi kuliko hata wewe. Yaani najiona yaani kama kuna kitu ambacho nimekikosea hapa duniani. Ila nikililipa lile deni mimi nitafurahi. Na moyo wangu utakuwa mweupe kabisa. Kwa maana hata maumivu niliyokuwa nayo sisikii kama ninavyosikia maumivu ya ile deni ambayo tulikuwa nayo. Na kwa hili bibi nililipa. Yaani nikililipa nahisi ndo nitapona, hata maumivu sitosikia. Mwenyezi Mungu mjukuu wangu hata kujalia tu tutamaliza kulilipa ile deni. Najua hilo bibi. Najua mimi au sisi hatuna makosa. Kwa ni majaribu tu madogo madogo Mungu anatupa, lakini ipo siku Mungu atatusaidia. Sawa mjukuu wangu. Mke wangu, yule mama ambaye tulimkopesha hiyo pesa, nimeona ni busara nikulete nikufahamishe kwake, na tulifikiria tufanye hivyo kwa sababu ya matatizo aliyomkuta. Alikuwa na matatizo ya mjukuu wake alikuwa ameumwa na alihitaji kwa ajili ya matibabu. Hata kwa sababu nyumbani nimeona kelele zishakuwa nyingi, hatusikilizani, hatuelewani, kwa ni vyema sana sasa uje kuleta kwa mama ili jambo angalau liende katika msali mzuri kidogo. Ilangu vipi? Kwanza nashukuru sana kwa mlivyonisaidia. Umeona? Tayari mjukuu wangu ameshaanza kazi na anaendelea vizuri. Umenielewa? Lakini naombeni mnipe wiki hii moja tu. Yaani kama mlivyonivumilia mwanzo. Mwenyezi Mungu akinijalia nitaelesha ule mzigo. Hiyo wiki moja nataka iwe ya ukweli. Sio mnasema wiki moja afu baadaye nakuja kaa mwezi mmoja. Nina marejesho. Nataka nirejeshe marejesho ya watu. Sio baadaye unaweza kaja tukaongopeana yakaja kawa marefu kama ilivyokuwa hivi sasa hivi. Ndugu yangu, naomba hiyo ya kweli. Nimekuelewa. Tumuombe Mungu. Na nashukuru. Asante sana. Huko ni shida iko wapi sasa? Mbona kama bado unalizungusha kuhusiana na jibu langu bana? Kwa nini? Nadhani nimeshakwambia kwamba mimi na mpenzi wangu. Alafu tunapendana sana. Wewe wa nini sasa? Na kuweka wapi? Hebu naomba unielewe kwamba mimi sikutaki na sihitaji mahusiano na wewe. Hapo kuna kukuelewa ndio changamoto. Natamani nikuelewe lakini nashindwa kukuelewa. Na yote ni kwa sababu tu moyo wangu unakupenda. Nahitaji uwe mpenzi wangu. Alafu kingine, mimi sijakwambia uachane na mtu wako. Wewe kuwa naye, hilo haina shida kwangu. Mimi nipo tayari kuwa mtu wa pili. Haina tatizo. Tatizo liko wapi? Hapana. Naomba niende, maana muda wenyewe umeshaenda.
kweli. Naomba niende maana mpotezea muda. Wewe vipi mwanangu? Niambie sasa. Kama kawaida. Vipi? Kwani vipi? Mbona sielewi mazingira yenu mlokaa hapa? Mnafanya nini? Mbona kwenye mazingira haya? Ina maana hujui kama mimi natoka naye? Hamna. Hamna nini? Sasa unaniambia. Sijakwambia vipi naye, acha ulava boy wa ajabu ajabu wewe. Wewe utakuja kutembea na wake zetu mbeleni huko. Hiyo miayusho bwana unaoleta wewe. Mimi huyu natoka naye. Kwa hiyo mtondoke naye. Kwanza. Bwana atakuchanganya mimi.